السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أما بعد kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kisha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunaendelea na kitabu chetu Kashfu Shubuhat ya Sheikh Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ambapo katika darasa zilizopita tulikuwa tukionyesha baadhi ya shubha za ahlul dalal wal juhal, kisha shekhe akizijibu shubha hizo. Miongoni mwa shubha ambazo zilizotangulia ni ile ambayo waliokuwa wakisema kwamba Banu Israil walikuwa wakisema kumwambia Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, Banu Israil walikuwa wakimwambia Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, fanyie miungu kama jinsi ambavyo wenzetu wafuasi wa Firaun wana miungu. Allah tabaraka wa taala anaeleza kwamba Musa aliwajibu kwamba wao ni wajinga, hakuwaruhusu kufanya hivyo wala hakuwafanyia. Lakini pia miongoni mwa shubha zao ni lile neno masahaba walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin, watujalie sisi mti tutakao ning'iniza silaha zetu na kupumzikia hapo, kama jinsi ambavyo washirikina wana mti wa aina hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam hakuwaruhusu na wala hakuwafanyia kitu hicho, bali aliwakemea na kuambia kwamba kitendo ambacho mnachokihitajia ni kile walichokihitajia watu wa Musa kwa Musa. Kama tulivyotangulia hapo, watu wa Musa walimwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Na muallifu rahimahullahu ta'ala akawa amezijibu hizi shubha zote, na tukawa tumeona kwamba hawana haki ya kufananisha vitendo vyao wao vya ushirikina na vitendo hivi au na maneno haya waliyosema masahaba na waliyosema watu wa Musa alayhi salatu wassalam, na kwamba kilichosemwa kwa masahaba na kilichosemwa kwa watu wa Musa hakikutekelezeka. Hilo lilikuwa jawabu lenye kutosha kwamba wale walisema lakini hawakutekeleza, yale yalibaki tu katika matamanio yao. Lakini washirikina wa sasa hivi hawaishii katika kusema, bali wanamalizia katika kutenda. Na la shaka kwamba mtu yeyote atakayetenda kufuru, ili ambalo amekuwa akilikariri sana muallif rahimahullah ta'ala, kwa mtu yeyote atakayetenda kufuru moja na akaacha nyingine, mtu huyu anahesabika amekufuru. Kama vile ambavyo mtu akawa ametamka shahada mbili na akaacha kusali, au akatamka shahada na sala akapinga zaka, au akatoa zaka pia, akapinga saumu, akafunga pia, akapinga haji, wa hakadha, kwamba ukiacha ibada, ukiacha nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, kwa kuipinga kabisa na kukataa kudhibiti kwake, hata kama mengine yote utayathibitisha na utayatenda,
wewe utakuwa ni kafirun mushrik, utakuwa ni kafir tena mshirikina. Na leo tunaendelea na shubha. Alif rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad anasema walil mushrikina shubhatun ukhra, kwamba washirikina wana shubha nyingine ukiacha hizi zilizotangulia. Yaqulun, wanasema inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume rehma na amani ziwe juu lake, ankara ala Usama katla man qala la ilaha illa Allah, mkanusha, yani alimpinga Usama ambaye aliyemuua yule aliyesema la ilaha illa Allah katika vita. Usama yupo na adui kafiri. Ile adui alipoona amezidiwa, kabla Usama hajampiga upanga akalitamka lile neno kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, lakini Usama hakurudisha mkono wake nyuma, bali alipeleka mkono wake na kukata kichwa cha yule kafiri. Habari ilipomfikia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallama alimuuliza Usama, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah, hivi ulimuua huyo mtu baada ya kuwa amesema la ilaha illa Allah? Sawa, kwamba wao wanaichukua au wanachukua kisa hichi kuwa ni hujja, kwamba atakayetamka la ilaha illa Allah huyo damu yake ni halali na mali yake ni halali, hata kama mtu yule atakuwa ametamka mdomoni bila kufuatisha vitendo. Yani hata kama matendo yake yatakuwa hayaendani sambamba na kile ambacho alichokitamka, ambayo ni kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Wakadhalika shubha nyingine, kauluhu umirtu an uqatila an-nasa, kwamba wanasema Mtume rehma na amani anasema nimeamrishwa niwapige vita watu, hatta yaqulu, mpaka waseme la ilaha illa Allah, kwamba hapana pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Watakaposema hivyo tayari watakuwa wamekwisha kuwa watakasifu damu zao na mali zao. Fa idha qaluha asamu minni, mwendelezo hadithi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, kwamba watakaposema neno hili la ilaha illa Allah watakuwa wametakasika na mimi damu zao kisha mali zao isipokuwa kwa haki ya neno hilo la ilaha illa Allah. Wa hadithu ukhra fil kaffi amman qalaha, sawa, shubha zao ni pia ni hadithi zingine zinazoelezea hukumu ya kuacha kumpiga vita yule ambaye aliyetamka neno hili ambalo ni kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Anasema Sheikh Muhammad Allah mrehemu, wa muradu haula'il jahalati, wa muradu na makusudio haula'il jahalati, ya hao wajinga. Ni watu hao wajinga walioleta shubha hizi, anna man qalaha la yukaffaru, anna man qalaha ay kalimatu tauhid, kwamba atakayelisema, atakayelitamka hilo neno, alhao yaudu ila alkalima, la yukaffaru, kwamba eti hakufurishwi, kutamka tu eti hakufurishwi, wala yuktalu, wala hapigwi vita huyu, wala hauliwi, walau faala ma faala, sawa, hata kama atafanya atakayoyafanya. Wazi? Wa muradi tu kwamba utakuwa umetamka, umelisema neno hili la ilaha illa Allah, wewe hutokufurishwa, bimaana hatutokuita ni kafiri, na wala hatutokupiga vita hata kama utafanya utakayoyafanya, yani katika ukafiri au katika ushirikina. Ndio muradi wa watu hawa.
fayuqalu li haula'i al-mushrikin al-juhal. Sasa majawabu yanakuja. Fayuqalu li haula'i al-mushrikin al-juhal. Sawa, basi husemwa kwa hawa washirikina wajinga. Na Sheikh anakariri neno hili la juhal, kuonyesha namna gani watu wa aina hii wanavyokuwa ni wajinga. Wazi? Kuonyesha kwamba namna gani watu wa aina hii wanavyokuwa ni wajinga pale ambapo wanapoacha dalili zilizokuwa wazi kabisa bayin, kufuata shubahati na kuleta hujja zilizokuwa nyonge, hujja ambazo zisizofaa kabisa kwa mtu mwenye uwerevu walau kidogo kusimama na hujja hizo. Atamaalumun anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inafahamika ya kwamba mtume wetu sallallahu alayhi wasallam qatala al-yahuda, aliwapiga vita mayahudi, wasabahum, na akawateka, wa hum yaquluna la ilaha illa Allah. Hakuangalia kwamba wanatamka lile neno, bali aliwapiga vita na akawateka, kafanya kuwa ni mateka, hali ya kuwa wanatamka lile neno pale ambapo walipofanya yale yaliyokhalifiana na neno lile. Asema anna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kwamba masahaba wa mtume rehma na amani juu lake, qatalu bani hanifata, wa hadha kama taqaddam, kwamba waliwapiga vita banu hanifa. Sawa, wa hum yashhaduna, na hali ya kuwa banu hanifa wanashuhudia an la ilaha illa Allah, kwamba hapana pasipo kwa haki isipokuwa Allah. Banu hanifa walikuwa wakifanya nini? Na nakumbuka kilichowafanya masahaba wapige vita. Na walikubali kwamba Musailamatul Kadhab huyo ni mtume baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Pamoja na kwamba walimkubali mtume sallallahu alayhi, lakini pia walimkubali Musailama. Walipomkubali Musailama, masahaba wakawapiga vita. Sawa, pamoja wanatamka neno hilo. Naam, asema qatalu bani hanifata wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yusalluna wa yad'una al-islama, wakiwa wanatamka shahada hizo mbili na wakiwa wanasali na wakidai Uislamu. Wa mal farqu baina haula'i wa banu hanifa, ni tofauti gani iliyopo kati ya hawa watu na banu hanifa? Hakuna tofauti. Na alifu kunyuma alisema kwamba hawa banu hanifa wao kosa lao ni kumuinua mtu katika daraja ya utume, na hawa washirikina kosa lao ni kumuinua mtu katika daraja ya Allah. Ni yupi ambaye aliyefanya shirki mbaya kuliko mwingine? La shaka kwamba huyu aliyempandisha mtu katika daraja ya Allah, shirki yake ni mbaya zaidi kuliko huyu ambaye aliyempandisha mtu katika daraja ya utume. Lakini tunaona kwamba pamoja na kwamba hawakufikia daraja hiyo, lakini masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuzingatia sala yao, wala hawakuzingatia madai yao ya Uislamu, wala hawakuzingatia shahada zao, bali waliwapiga vita. Naam, asema wakadhalika alladhina harakahum Ali ibn Abi Talib, hadha kad taqaddama kadhalika, kwamba pia vile vile wale ambao Ali radhiyallahu anhu wa ardah aliwachoma moto. Na hawa tulisema huko nyuma kwamba ni wale waliokuwa wakimwita Ali kwamba ni Mungu, na Ali radhiyallahu anhu aliwanasihi akawakataza, lakini hawakusikia. Walipokuwa hawakusikia, ikawa hakuna budi, ni lazima waadhibiwe kwa adhabu ile. Naye akasema lamma raaitu amran munkara ajajtu nari wa da'awtu kumbura, kwamba nilipoona sasa mambo yamekuwa ni munkar, mambo ya uovu na uasi, nasihiwa hakunasihika, nikawasha moto na nikamwita kumbura. Na kwa hiyo Ali radhiallahu anhu aliwachoma hawa watu, walikuwa ni makhawarij. Sawa, walikuwa ni nasiba ambao waliompenda sana Ali mpaka kufikia kumpa sifa ya uungu.
pamoja na hivyo wakachomwa moto. Anasema Sheikh, wa haulai aljahalatu muqirrun, angalia, pamoja na kwamba wanadai hivi wanavyodai, pamoja na kwamba haya yaliyotangulia ni madai yao wazi, angalia kinyume chake, na angalia mkorogo wa hawa watu washirikina, na angalia kwa nini Sheikh amekuwa akiwaita ni wajinga. Na hapo pia akathibitisha wa haulai aljahalatu muqirrun, na hawa wajinga pamoja na madai yao hayo yaliyotangulia ya kwamba mtu anaweza akafanya na kukifanya maadamu tunatamka la ilaha illa Allah akawa ni Muislamu. Mukiruna, wanakiri anna man ankara al-ba'tha, kwamba yule ambaye atakayepinga kufufuliwa, wa anasema anna man ankara al-ba'tha kafara, kwamba yule atakayepinga kufufuliwa atakufuru, wa kafara atakufuru. la kafara sahih annahu kafara, wa kutila, na atauliwa, walau qala la ilaha illa Allah, hata kama atasema la ilaha illa Allah. wazi, wanakiri hivyo. Wa anna man jahada shay'an, na kwamba atakayepinga kitu min arkani alislam, katika nguzo za Uislamu, kafara, atakuwa amekufuru, wa kutila, na atauliwa na kupigwa vita, walau qalaha, hata kama pia atasema kalima hiyo ya la ilaha illa Allah. Hili pia wanalikiri. Asema fakaifa la tanfa'uhu idha jahada far'an min al-furu'i wa tanfa'uhu idha jahada at-tauhid alladhi huwa asasu dini ar-rusuli wa ra'suhu. Hili ndio swali ambalo Sheikh anauliza kwa watu hawa. Vipi la tanfa'u idha jahada far'an min al-furu'i, kwamba kalima hii ya la ilaha illa Allah haitomnufaisha huyu anayetamka pale ambapo atakapopinga tawi au tagaa katika matagaa. Sawa, tawi au tagaa katika matagaa. Watanfau, kisha likamnufaisha neno hilo idha jahada tauhida, pale ambapo atakapokuwa amepinga tauhidi, allati huwa asasu dini rusuli wa rasuhu, tauhidi ambayo ndiyo msingi, ndiyo asasi ya dini ya mitume, wa rasuhu, na ndiyo kichwa cha dini hiyo. Kwa hiyo hapa muallifu rahimahullahu ta'ala anaonyesha namna gani watu hawa wasiofahamu mambo wakakubali kwamba mtu anakufuru kwa kuacha far miongoni mwa furu' za dini, sawa, na asikufuru kwa kuacha msingi ambao ni miongoni mwa misingi ya dini, kama jinsi ambavyo ilivyotangulia huko nyuma. Anasema Sheikh, walakin a'da Allahi, lakini pia lazima tufahamu kwamba maadui wa Allah mafahimu maana al-ahadithi, hawakufahamu maana ya hizo hadithi zilizotangulia. Umetu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, sawa. Na katika riwaya nyingine akataltahu ba'dama qala la ilaha illa Allah, katika hadithi ya Usama, kwamba hawa hawakufahamu makusudio yaliyokuja katika hadithi hizi, sawa, hawakufahamu makusudio yaliyokuja katika hizi hadithi ambazo tumezieleza. Kisha Sheikh anaanza kufafanua hadithi moja baada ya nyingine akisema, fa amma hadithu Usamata, ama hadithi ya Usama, fa innahu qatala rajulan idda'a al-islama, hakika Usama qatala rajulan, alimuua mtu, idda'a al-islama, mtu ambaye alidai Uislamu, bisababi annahu dhanna annahu madda'a al-islama illa khawfan ala damihi wa malihi, kwa sababu Usama alidhani ya kwamba mtu yule hakudai ule Uislamu isipokuwa baada ya kuona amezidiwa. Sasa akawa anataka kushetea au kuhifadhi au kuokoa damu yake na mali yake.
sema illa khawfan ala damihi wa mali, isipokuwa kwa ajili ya kuhofia juu ya damu yake na mali yake. Warajulu idha adhhara alislam wajaba alkaffu anhu, na nafahamika ni kwamba mtu akidhihirisha Uislamu ni wajibu kujizuia kumuua mtu huyo, hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik, mpaka ibainike kutoka kwa yule muuaji kinachokhalifiana na kile ambacho alichokidhihirisha yule mtu. Na Usama kwa sababu ilikuwa ni wakati wa mapambano, akajua la shaka kwamba mtu huyu alikuwa anataka kuhifadhi damu yake au kuokoa damu yake na mali yake, ni kinyume na vile ambavyo mtu hutamka kalima hii kutoka katika moyo wake. Anasema Sheikh, wa anzala Allah ta'ala fi dhalik, na Allah tabaraka wa taala akateremsha aya katika jambo hilo, akisema Allah tabaraka wa taala katika sura an-Nisa aya 94, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, kwamba fatathabbatu, enyi ambao mlioamini, mtakapotoka kwenda katika jihadi basi fanyeni tathabbut, thibitisheni kwamba wale ambao mnaopambana nao ni makafiri kweli au sio makafiri kweli. Wazi? Naam. Asfa al-aya tadullu ala annahu yajibu al-kaffu anhu, aya inajulisha ya kwamba ni wajibu mtu ajizuie kupambana na mtu kabla ya kufanya tathabbut. Wa tathabbut, na ni wajibu kufanya tathabbut. Wa idha tabayyana minhu ba'da dhalika, sawa, lakini ikiwa atabainikiwa mtu huyo baada ya kufanya tathabbut, yani baada ya kufanya tathabbut kisha akaingia katika mapambano, sawa, anasema baada dhalika ma yukhalifu alislama, yakitambulika baada ya kufanya tathabbut, baada ya kujihakikishia yale ambayo yanayokhalifiana na Uislamu, kutila, mtu huyo atauliwa. Tukitaka kwenda kupambana na makafiri lazima tuhakikishe kwamba wale kweli ni makafiri, na pale mapambano yatakapoanza, sawa, kwamba watu hawa ni makafiri, basi watu hao lao ni kuuliwa. Anasema biqaulihi ta'ala fatabayyanu, kwa dalili ya maneno yake Allah tabaraka wa taala paliposema fatabayyanu, yani thibitisheni, tafuteni ubainifu. Hata walau kana la yuqtalu idha qalaha lam yakun litathabbuti maana, asema kama ingelikuwa mtu huyu hauliwi akisema, ingelikuwa mtu huyu hauliwi akisema neno hili la ilaha illa Allah, isingelikuwa kuna maana ya tathabbuti. Tumefahamika? Allah anasema, enyi mlioamini, mtakapotoka kwenda katika njia ya Allah pigana jihadi, basi msipigane na watu sio baada ya kuhakikisha kwamba wale watu wanafaa kupigwa, imani ni makafiri, sababu jihadi ni kati ya Waislamu na makafiri. Mpaka hapo wamefahamika, sawa? Fatabayanu ai fatathabbatu, sawa. Kwa aya hii inajulisha kwamba ni wajibu kujizuia kupigana na makafiri kabla ya kufanya tathabbut. Haifai kwenda kupiga makafiri kabla ya kufanya tathabbut. Sasa basi, yule aliyekwenda kufanya tathabbut akajiridhisha kwamba hawa ninaopigana nao ni makafiri, wazi, akaingia katika mapambano. Sasa baada ya kujiridhisha, Sheikh hapa anasema kwamba ikiwa utakuwa umekutana na mtu kisha akatamka lile neno mdomoni, hajakuwa tayari mshafanya uhakiki kwamba nao pigana nao ni makafiri, wazi, basi mtu huyu atauliwa. Baada ya kufanya uhakiki, mtu huyu atauliwa. Na kama ingelikuwa kwamba mtu hatauliwa kwa sababu ya kulitamka hilo neno, basi ile tabayyun au tathabbut aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala kabla ya kupambana na kafiri singekuwa na maana. Nadhani tumekaa vizuri hapa.
Naam. Ndio akasema walau kana la yuqtalu idha qalaha lam yakun litathabbuti maana, kama ingelikuwa hata uliwa mtu akiwa amezidiwa kwa kutishiwa au kwa kuona upanga sasa tayari unakwenda kwenye shingo lake, akatamka ile neno kujiokoa, basi tathabbut na tabayyun inaamrishwa na Allah tabarak wa taala kabla ya kuwafuata makafiri kipindi wanataka kupambana nao, isingelikuwa na maana. Naam. Anasema fal ayatu, naam, wakadhalika alhadithu alakhar wa amsaluhu, pia vile vile hadithi nyingine na mfano wa hadithi hiyo, hadithi nyingine na mfano hadithi hiyo, kwa sababu hii ilikuwa ni hadithi ile hadithi ya Usama, sawa. Kwa sababu hadithu wakadhalika alhadithu alakhar, pia vile vile hadithi nyingine na mfano wa mfano wake. Sasa maanahu ma dhakarnahu, maana ya hadithi hizo zingine ni itachukua maana ya haya maneno ambayo tuliyoeleza katika hadithi ya Usama, anna man adhhara at-tauhida, kwamba yule atakayedhihirisha tauhidi wal islama, na akadhihirisha uislamu, wajaba al-kaffu anhu, takuwa ni wajibu kwako wewe kujizuia kumpiga vita mtu huyo na kuchukua mali yake, illa an yatabayyana minhu ma yunaqidhu dhalik, isipokuwa pale ambapo yatakapobainika kutoka kwa mtu huyu yale yanayopinga hicho kitendo cha tauhid na uislamu. Wadalilu ala hadha, asema dalili ya hili, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume rehma na amani ziwe juu lake alisema, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah, hivi je umempiga vita, umemuua huyu mtu baada ya kutamka neno hili la ilaha illa Allah? Waqala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa ni waue watu au ni wapige vita watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, bimaana atakaposema neno hilo tawasha. Asema huwa alladhi qala fil khawarij, sawa. Mtume aliyesema maneno haya aina mbili katika hizi hadithi mbili, yeye mtume ndiye aliyesema pia kuhusiana na makhawarij. Na wajua makhawarij watu wenye tabia za kutoka chini ya taa ya viongozi. Alisema mtume sallallahu alaihi wasallam, ainama laqitumuhum faktuluhum la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adi, kwamba hawa makhawarij ainama laqitumuhum, popote mtakapokutana nao, ainama laqitumuhum, popote mtakapokutana nao, faktuluhum, waweni, la in adraktuhum, kisha mtume akasema kama mimi nitawakuta hawa, bimaana watatokeza nikiwa nipo hai, la aqtulannahum qatla ad, nitawaua nitawapiga kipigo kibaya, au nitawaua kama jinsi ambavyo walivyokufa watu wa Ad. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na hawa makhawarij, na sote tunajua kwamba makhawarij si waislamu, wazi, kwa makhawarij ni waislamu, kwa wanatoka chini ya kiongozi, taa zao zinakuwa hazipo chini ya kiongozi. Asa ma kauni min akthari nnasi ibadatan, pamoja na kwamba makhawarij ni katika watu wenye kufanya ibada kwa wingi, wa tahlilan, na wenye kuleta tahlili kwa wingi, maana kusema la ilaha illa Allah, tasbihan, na wenye kuleta subhanallah kwa wingi, kama ilivyokuja katika kisa cha Abi Abdurrahman, sawa, na Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, wazi, pale ambapo walipokuja watu kwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwake na kumsubiri kwenda katika sala al-fajiri, akaja Abu Musa al-Ash'ari kumletea taarifa ya kitendo kinachofanya baadhi ya watu kule msikitini wakiwa wanaweka duara na kuanza kumsabihi Allah, kisema sabihu 100, halilu 100, kabiru 100, kiamrisha na mtu mmoja aliyepo katikati yao.
wazi. Na asema wale walikuwa ni makhawarij kama ilivyokuja katika hadithi, mwisho wa hadithi. Kwa hiyo hawa walikuwa aktharun nas ibadatan wa tahlilan wa tasbihan, hatta anna sahabata yahqiruna salatahum indahum, mpaka ikawa kwa masahaba wanazipuuza au wanazidharau au wanazidogesha ibada zao, sala zao kwa wao, kutokana na jinsi walikuwa wakifanya ibada kwa wingi, wakisimama sana usiku, kusoma Qur'ani sana. Imekuja katika hadithi kwamba yaqrauna alqur'ana la yablughu hanajirahum au taratiyahum, wanasoma Qur'ani lakini Qur'ani zile hazivuki shingo zao. Watu ambao ni hudathau al-asnas, fahau al-ahlam, yamrukuna min ad-dini kama yamruku as-sahm min ar-ramiya. Hizi ni sifa za makhawarij, wazi, na sifa zingine zilizokuja kwa wao. Anasema Sheikh hapa, wa hum ta'allamu al-ilma min as-sahaba. Hawa makhawarij wengi wao walijifunza elimu kutoka kwa masahaba, wengi wao walijifunza elimu kutoka kwa masahaba. Falam tanfa'hum, elimu hii haikuwanufaisha. Anasema falam tanfa'hum la ilaha illa Allah, kalima hii ya la ilaha illa Allah haikuwanufaisha. Wala kathratul ibadati, wala wingi wa ibada haukuwanufaisha. Wala iddi'aul islami, wala kule kudai kwao uislamu hakukuwanufaisha. Wazi. Naam, lamma dhahara minhum mukhalafatu shari'ati, pale ambapo kulipodhihiri kwa wao kule kukhalifu sharia. Na hii kuna baadhi ya wanaochuoni ambao wanakufurisha makhawarij kwa kutumia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuja, anasema yakhrujuna min al-islami thumma la yauduna fihi, kwamba wanatoka katika Uislamu kisha hawarudi ndani ya huo Uislamu, kwamba wakitoka wanatoka moja kwa moja, wanatoka bimaana wanakuwa si Waislamu. Na anasema lamma dhahara minhum mukhalafatu sharia, ilipodhihiri kwa wao kule kukhalifu sheria, sawa, watu hawa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuangalia kalima yao ya tauhidi, sawa, hakuangalia ule usomaji wao wa Qur'ani. Masahaba wakawa wamewapiga vita watu hawa. Asema wakadhalika ma dhakarnahu min qitali al-yahudi wa qitali sahabati bani hanifata, pia vile vile yale tuliyotaja katika swala zima au kisa kizima cha kupigwa mayahudi aliyekuwa anatamka neno hilo, na sahaba kuwapiga banu hanifa, pamoja na kwamba walikuwa wanatamka neno hilo kama ilivyotangulia. Anasema shekhe, wakadhalika arada an-nabii sallallahu alaihi wasallam, pia vile vile alikusudia Mtume manamazi juu lake, an yaghzu bani al-mustaliqi, kuwapiga vita bani al-mustaliqi, lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u zakata, pale ilipomjia habari ya uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa kabila la bani al-mustaliq wamezuia kutoa zaka, hata anzalallahu, mpaka Allah tabaraka wa taala akawa ameteremsha Qur'an, ameteremsha aya iliyo ndani ya sura al-Hujurat aya 6, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Na kisa hichi ni mashuhuri, Mtume sallallahu alaihi alifanya tathabbut, akabainisha ya kwamba wale watu si kweli walikuwa wamekataa kutoa zaka, kwamba enyi mlioamini, akikujieni mtu kukuleteni habari ambaye ni fasik, basi fatabayanu ay fatathabbatu, kwamba fanyeni ubainifu au fanyeni kuthibitisha. Asema wakana ar-rajulu kadhiba, na yule mtu alikuwa ni mwongo alayhi juu ya hao bani al-mustaliq, alikuwa akiwaongopea. Wa kullu hadha, asema yote haya yadullu ala anna murada an-nabii sallallahu alayhi wasallam, yajulisha kwamba makusudio ya Mtume na amani ziwe juu lake, fi hadithi, katika hadithi hizi zilizotangulia, allati ihtajju biha ma dhakarnahu, wazi, ambazo walizifanya hawa juhalul mushrikin, walizifanya kwamba ndio hujja zao, wazi. Basi
ni yale ambayo tuliyoyataja huko nyuma. Wazi kwamba wa kullu hadha yadullu anna murada an-nabi, kwamba yote yanajilisha kwamba muradi wa mtume sallama fil hadithi, katika hadithi allati ihtajju biha, ambazo wale washirikina walizitolea hoja, ma dhakarnahu, si yale waliyotolea hoja wao, bali ni haya tuliyosema sisi kulingamana na uelewa uliokuja sahihi katika hadithi hii. Wazi? Kwa hiyo tumeona namna gani hoja za washirikina ambao wanaodai kwamba ukitamka kalimatu tauhid unaruhusiwa kufanya chochote utakachokifanya maadamu unatamka sawa, basi utakuwa ni Muislamu. Na dalili yao ni hadithi ya Usama na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Tuishie hapa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.